Huyu mwamba anaitwa Dekule, anaishi na mama yake katika maisha magumu sana. So muda mwingi yupo dukani kwa mama yake kwa kuwa alikuwa bado hajapata kazi. Sema mchizi alikuwa na ndoto kubwa sana kuwa msanii mkubwa sana hapo Nigeria. Haya bana, hii leo migambo ikapita mtaani kwao na kuanza kufunga maduka pale, likiwemo duka lao pia. Walikuwa wanafunga maduka pale kwa kuwa maeneo yale hawakuruhusiwa kufanya biashara. Mama aliwaomba sana wasimfungie duka lake kwani ndo sehemu pekee inayoendesha maisha yake. Lakini hawakutaka kumsikiza kabisa. Mwisho wa siku wakalifunga duka. Licha ya yote, mchizi alikuwa ni mpambanaji sana kutafuta kazi kwa muda mrefu sana, huku akiwa na degree ya usimamizi wa biashara. Hii leo anafika ofisini kwa ajili ya kuomba kazi, lakini meneja wa hapa akamwambia kwamba wanahitaji mtu ambaye walau ana uzoefu kwa muda wa miaka 5 kazini. Dekule akasema, lakini mheshimiwa, tangazo lilikuwa halina hicho kipengele. Sawa, lilikuwa halina, lakini lazima uwe na huo uzoefu. Then meneja akaondoka. Mchizi akabaki anashangaa tu, lakini mchizi hakukata tamaa. Kesho yake akatimba katika ofisi nyingine. Meneja wa hapa alionyesha sana kuvutiwa na mchizi. Meneja akamwambia kwamba kusema ukweli wamepita watu wengi sana kuomba kazi hapa, ila kwako wewe na kuona kama uko vizuri hivi. Hivyo naona kama vile utapata kazi na stage inayofuata ni kufanywa tu vipimo vya afya ili uweze kujiunga kazini. Mchizi alishukuru sana kuambiwa hivyo. Haya bana, baadaye mchizi akatimba mpaka kwa mpenzi wake ambaye anaitwa Maka. Akagonga sana geti, then baada ya muda geti likafunguliwa. Na anayefungua mlango ni mdogo wake Amaka. Akaanza kuongea kwa nyodo pale. Kwa hiyo ndio wewe uliokuwa unagonga geti muda wote bila kutulia? Mchizi akatabasamu kwanza, then akauliza, dada yako yupo? Hapana, hayupo. Tafadhali sana kama akifika basi umwambie kuwa nina habari njema. Nimejaribu kumpigia sana lakini simpati. Sawa, nitamwambia. Vipi kuhusu interview yako? Umepata kazi au? Kwani umejuaje? Nani kakwambia? Dada yangu ameniambia kuwa kama ukifika hapa nikuulize. Mchizi akasema kwamba kiukweli bado sijapata kazi, ila nimeambiwa kuwa nisubiri ndani ya siku 2 kuna vitu naviweka sawa, then nitarudi kazini. Kwa hiyo ina maana bado hujapata kazi? Haya, nenda, ondoka. Then bidada akafunga geti. Huku upande wa pili mama yake na Dekule alikuwa anapanga nguo. Muda kidogo Dekule anafika. Mchizi akauliza, mama unafanya nini kwani? Mama akasema, si kama unavyoniona na kunja nguo, kesho niende kuziuza mnadani. Kwa nini sasa mama uziuze? Dekule mwanangu, kabisa unaniuliza kwa nini nifanya hivi? Kumbuka kuwa hapa tulipo chakula kinaelekea kuisha, pia hata kodi yetu inaelekea ukingoni. Hivyo siwezi kubaki hapa hivi na kusubiri miujiza. Hapana mama, haupaswi kuziuza hizi nguo. Kumbuka kuwa hizi nguo zina kumbukumbu zako na baba yangu. Sasa kwa nini hutaki kuziuza hizi nguo? Sikia basi mama, nikwambie kitu. Ndani ya siku hizi 2-3 nitakuwa tayari nishapata kazi, hivyo usijali. Kiufupi, baada ya duka lao kufungwa, maisha yao yakazidi kuwa magumu. Basi mama akazidi kumwombea mwanae Mungu amjalie aipate hiyo kazi. Kesho yake Dekule anaenda kwa rafiki yake ambaye anaitwa Shadeo. Huyu ni wakala wa hapo mtani kwao, pia mwanamke mwenye ndoto ya kuwa mwanamitindo hapo mbele. Dekule kabaki anamwambia rafiki yake kipenzi kuwa nimeandaa nyimbo special kwa ajili yetu. Aya, basi sawa, naomba uniimbie. Bado haijakamilika, wewe niimbie tu hivyo hivyo. Basi mchizi akaanza kudondoka na flow pale. Kiukweli mchizi alikuwa na kipaji sana cha kuimba. Baada ya flow kuisha, Shadeo alifurahi sana. Mchizi akauliza kwamba hivi umenionea Maka? Maana siku hizi simu zangu ashiki, na akishika ambiliki, hata nikimtexta textiki, na akitextika hayasimuliki majibu yake. Dekule rafiki yangu, hivi huoni kama mwanamke hakupendi? Na kila mtu anajua kwamba yani siku moja tu akimpata tajiri basi amini kuwa atakuacha. Baada ya stori kadhaa, mchizi akampa kadi Shadeo ili amtolee shilingi 5,000. Shadeo akasema, nimeambiwa kuwa hauna salio la kutosha, basi jaribu shilingi 2,000. Shadeo akajaribu tena ila akaona salio halitoshi, then akachukua pesa zake mwenyewe na kumpa mchizi. Haya bana, mida ya usiku kwenye saa 6 fulani hivi, mchizi alikuwa bado yupo macho huku akisikiliza ifike saa 6 kamili amwishi mpenzi wake Amaka siku yake ya kuzaliwa. Mchizi akatuma voice note ndefu yenye maneno matamu kinoma, then mchizi akalala. Kesho yake Dekule akatima mpaka ofisini kwa ajili ya kuanza kazi, lakini kabla hajakabidhiwa majukumu anaingia mwamba mmoja hivi ambaye anaitwa Ebuka. Huyu ni binamu wa mmiliki wa hii kampuni. Meneja akamuuliza, Ebuka, umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuangalia kama nafasi yangu ya kazi ipo. Basi dakika moja nitakuita. Baada ya hapo meneja akawa anamwambia Dekule kuwa inabidi umwangalizie nafasi katika kitengo kingine kama ikitokea, maana katika hii nafasi yako amekuja huyu binamu wa mmiliki wa hii kampuni na yeye ndiye atakayechukua hii nafasi kwa sasa. Mbona kama sielewi bosi? Umeniambia kuwa inabidi nianze kazi leo, na leo mbona niambia hivi? Hii imetokea nje ya uwezo wangu na ni connection pia kati ya mtu na binamu yake, hivyo ameamua kumpa ndugu yake.
na mimi sina uwezo tena jua hili. Basi mchizi akabaki anamuomba sana msaidie katika hili swala, lakini kashindikana. Baada ya kutoka hapo, mchizi akaenda kwa demu wake Amaka. Ile anafika anakuta demu wake anashushwa kwenye gari na sponsor. Amaka akamfuata na kumuuliza Dekule, unafanya nini hapa? Mchizi naye akauliza, yule nani ambaye amekushusha? Dekule, please, nimechoka, naomba tuongee muda mwingine. Hapana, nataka tuongea sasa hivi. Nataka tuongea sasa hivi na hapa hapo. Uniambie nijue, nimechoka kudanganywa mwenyewe. Na kumbe hii ndo sababu simu zangu ushiki. Kila nikifika hapa naambiwa haupo. Kwa nini uthamini upendo wangu? Amaka akamwambia kwamba Dekule, tambua kuwa upendo pekee hautoshi. Inabidi unionyeshe kivipi unanipenda. Na sio maneno ya mdomoni tuna ahadi za uongo kila siku. Na muda wote unabaki kunitumia voice note za kuniambia happy birthday bla bla bla. Mimi sina muda wa kuzisikiliza hizo voice note zako. Mimi nachotaka mwanaume wa kweli na sio kama wewe. Then Amaka akaondoka. Mchizi akabaki anaumia sana. Upande wa pili nyumbani kwa Dekule, mama wa nyumba amefika. Na raundi hii hataki masiara kabisa. Anachotaka ni kodi yake. Muda kidogo Dekule naye anafika akiwa amechoka sana. Dekule anafika na kumsalimia mwenye nyumba. Mwenye nyumba akasema kwamba hiyo salamu yako sioni kama ina faida. Nachotaka unipe kodi yangu. Basi mwenye nyumba akazidi kubwata na kuambia kuwa mwisho wa mwezi huu anachotaka ni pesa yake. Then akaondoka. Mama akabaki anaumia sana. Haya bana, maisha akaendelea na hii leo mchizi akapata dili la kuimba kwa kuwa alikuwa na kipaji kizuri cha kuimba. Hivyo alikuwa na kodiwa na watu kwa ajili ya kuimbia wapenzi wao katika siku zao za kuzaliwa. Baada ya kumaliza kuimba, Shadeo akawa anamsifia mchizi kuwa na sauti nzuri sana. Ila kipindi anarudi, Shadeo akamuonyesha mchizi kuhusu mashindano ya kuimba yanayojulikana kama The Next Superstar, ambayo mshindi wa hapo atapata milioni 10 za Kinigeria na kurekodi nyimbo moja bure. Hivyo Shadeo akawa anamshawishi mchizi kuwa kama vipi ingie katika mashindano. Mchizi akawa na sita, mwisho wa siku akakubali. Haya bana, siku ya mashindano ikafika, huku kila mshiriki akionyesha juhudi za kuimba vizuri sana katika hilo shindano. Ila hawakukosa wazinguaji kama huyu mwamba alichokuwa anaimba mwenyewe akijui. Ikafika zamu ya Dekule, mchizi akaimba vizuri sana na akapata bahati ya kuingia katika hatua inayofuata. Na kesho yake mchizi akawa ameenda mjini, kila mtu anamzungumzia yeye kwenye mtandao. Shadeo akawa anampongeza sana kwa hatua aliyofikia. Haya bana, kesho yake katika mashindano mchizi hakupoa, aliendelea na moto wa kuimba vizuri zaidi. Upande wa pili kuna mchizi ambaye anaitwa Bayo, ni kaka yake na Dekule, ila hawakuwa naishi kwa pamoja. Hii ni kutokana na migogoro ya kifamilia. Hapa alikuwa anaambiwa wafanyakazi wake wampigie kula mdogo wake. Baada ya hapo Dekule akawa maarufu sana hapo mtaani, yani kila mtu alikuwa anakuja kuomba picha. Hatua robo finali nayo ikafuata, mchizi akawa anajiandaa kuingia katika mashindano. Lakini kabla hajaingia anapokea simu na kuambiwa kuwa mama yake amelazwa baada ya kudondoka ghafla. Mchizi haraka sana akakimbia mpaka hospitalini. Baada ya vipimo, daktari akatoka na kumwambia Dekule kuwa mama yako anasumbuliwa na vidonda vya tumbo ambavyo vimefikia katika hatua ya mwisho. Hivyo inahitajika sana upasuaji wa haraka. Na ili ufanyike inapaswa ulipe nusu ya matibabu, kiasi cha shilingi 750. Na bila kufanya hivyo basi tutamwacha. Mchizi akabaki amevurugwa sana. Shadeo akamwambia kwamba Dekule, inahitajika uende katika mashindano, alafu mimi nitabaki hapa kumwangalia mama. Naomba sana uende, maana naamini huko utafanya vizuri zaidi ili upate pesa za kumsaidia mama. Kweli mchizi akakubali kwenda kumalizia mashindano. Baada ya Dekule kufika katika mashindano, Shadeo akafanya utaratibu wa pesa na mama akaingizwa katika chumba cha upasuaji. Baada ya Dekule kurudi, alimshukuru sana Shadeo kwa msaada aliompa. Then akamuuliza kwamba lakini hizo pesa zote ulizitoa wapi? Shadeo akasema nimetumia akiba yangu ambayo ilibidi nitumie kwenda kwenye mafunzo yangu ya mitindo, lakini imenibidi tu nifanye hivi ili niweze kuokoa maisha ya mama. Dekule alimkumbatia kwa furaha sana. Ile kipindi Dekule anarudi akakutana na kaka yake ambaye anaitwa Bayo. Dekule akabaki analalamika sana kwa nini kaka yake alikuwa mbali na wao. Mchizi akasema kwamba sikufanya hivi kwa kupenda, ila kila kitu mama anajua. Mama ameniambia kuwa nikae mbali na nyie, ndio maana nikawa hivi muda wote. Dekule akamwambia kwamba lakini mama yuko hospitalini, muda huu naenda nyumbani kubaisha nguo ili nirudi tena hospitalini. Basi mchizi akamchukua kwenye gari ili aondoke naye na kwenda naye hospitalini. Mama akaamka na kusema kwamba wewe Bayo, unafanya nini hapa? Nimekuambia kwa ukae mbali na sisi. Dekule akauliza kwamba kwa hiyo ni kweli haya yanayosemwa? Unamwambia Bayo akae mbali na sisi, kwani amefanya nini? Bayo akasema mama, najua kuwa nimekuumiza sana, ila naomba unisamehe, kwa sasa nimebadilika. Shadeo baada ya kuona mambo yanakuwa mengi akaomba utoke nje ili mgonjwa apumzike, maana hali ya mama ikutengemaa na washikaji kama vile wakawa wanamvuruga hivi. Haya bana, kesho yake Bayo akampigia simu mdogo wake Dekule na kumwambia kwamba nimekuandalia show milioni 1 usiku wa leo, hivyo jiandae na kuja kukufuata. Ile anakata simu, mfanyakazi wake mmoja akampa simu na kumwambia kwamba naomba ongee na huyu mteja, naona hataki kunyelewa kabisa, muda wote analalamika kuhusu malipo yake. Mchizi akachukua ile simu na kuanza kuzungumza naye. Hello Sandra, naitwa Charles Muffin, afisa mwandamizi wa madai ya washindi ya bahati nasibu katika tume ya kimataifa ya michezo ya kubahatisha duniani. Basi mchizi akawa
akawa anaendelea kumpiga fiksi pale. Kiufupi hawa washikaji walikuwa matapeli wa mtandaoni. Haya bana, usiku wake mchizi akampitia mdogo wake na kumpeleka katika show. Basi Dekule akapiga show yake then akarudi akiwa amejaa sana. Baada ya show Amaka akawa anamletea shobo mchizi, lakini mchizi akamkataa kabisa then akasepa. Haya bana, kesho yake mama mwenye nyumba akafika kwa kina Dekule huku akidai pesa yake ya kodi. Muda kidogo Adekule anafika, akamlipa pesa zake zote anazowadai. Mwenye nyumba alishangaa sana kuona umewezaje kulipa pesa zote. Mwishowe akaondoka na aibu tu. Baada ya hapo mama akabaki anamuuliza mwanae kuwa toka jana nimekuwa na kupigia simu lakini upatikani. Dekule akamwambia kwamba kaka yangu aliniandalia show hivyo nilikuwa busy kidogo. Mama akauliza nani? Boye? Ndiyo, kwani shida iko wapi? Mama, ukumbuke kuwa mwanao Boya ni tajiri. Tunaishije maisha magumu wakati mwanao yupo? Mama akasema mwanangu, we bado ni mtoto, hujui kuwa Boya mikono yake haiko salama kabisa. Dekule akabaki endelea kumbishia mama yake. Then mwisho siku mama akamwambia kwamba kama utaki kunisikiza naye nao ondoka kama alivyoondoka kaka yako. Then mchizi akaamua kuondoka tu na yeye. Baada ya muda kaka yake Boya akaandaa party kwa ajili ya kumpongeza mdogo wake kwa kufanya vizuri katika mashindano ya The Next Star. Ndipo huko Adekule akakutana na Amaka. Then mwisho wa siku akazama chumbani na kupasha zao kiporo. Baada ya muda kupita, Shadeo akamwambia Dekule kuwa kuna video zimesambaa hapo mjini zikimuonesha yeye na Amaka wakifanya mapenzi. Mchizi akatoka pale mpaka nyumbani kwa brother wake, huku brother wake naye anafungasha kile kilicho chake ili aweze kukimbia. Hii ni baada ya kugundulika kwa kazi yake utapeli mtandaoni. Dekule akawa anahoji kwa nini zile video zimevuja. Mchizi akamwambia kwamba hata yeye haelewi, ni mfanyakazi wake ndo amezivujisha, lakini cha kufanya kwanza wakimbie maana ana msala mkubwa sana. Muda kidogo polisi wanafika na kumkamata Dekule na kaka yake. Na ikumbuke kuwa Dekule kesho yake ilibidi aende kuperform finali ya Starboy, so mchizi ataikosa finali. Kweli bana, kesho yake finali mshindi akakabidhiwa mtu mwingine kwa kuwa mchizi hakufanikiwa kufika katika hilo tukio. Baada ya muda Boya akaonekana kuwa na hatia makosa ya utapeli katika mtandao. Mama yake akafika kwa ajili ya kumuona. Mchizi akabaki anamuomba sana msamehe kwa yale yaliyotokea. Mama akabaki analia tu. Huku Dekule baada ya kukosa kila kitu, mchizi akaamua aanze maisha yake upya. Akapanga geto lake jipya then akakutana Shadeo na kumwomba msamaha na kumaliza tofauti zao zote. Hasa siku moja mchizi amelala anashangaa kuona akaunti yake imekuwa sana, kuanzia comment, like mpaka followers. Mchizi akabaki na furaha sana. Muda kidogo kuna simu inaingia. Jamaa akajitambulisha na kusema kuwa amefurahishwa na kila kitu ambacho Adekule anakifanya. Hivyo watakutana kwa pamoja ili waweze kumsani katika lebo yake ambayo inayoitwa Mason Music Label. Dekule kusikia hivyo akafurahi sana. Baada ya hapo mchizi akaenda katika interview mbalimbali na mwisho wa siku akawa msanii mkubwa sana. Na hapo ndipo kawa mwanzo wa mahusiano na Adekule na kusahau kila kitu ambacho alichopitia. Na hapo ndipo unakuwa mwisho wa mzigo wa kuitwa The Starboy. Big shout out kwa yeye ambao uliokuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Ibra the Icon MTZ OG na hii hapa ni Vash Vox Studio. Make sure una subscribe na kuturn on notification bell ili basi tuwe karibu katika familia yetu ya movies na simulizi mbalimbali. Tukutane katika video nyingine. Bye bye.